Mwanangu. We koma we. Hivi, unaweza kuwa na mtoto kama mimi? Au mimi naweza nikawa na mama kama wewe kaaba? Alafu, nilikwambia nini kuhusu kuja nyumbani kwangu? Au umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Nimekuja kuomba msamaha mwanangu. Yale yote yaliyopita mwanangu, si ndwele, tugonge yajayo. Maisha ambayo unayajua wewe, mimi sasa hivi siko nayo tena. Mimi nimebadilika, sio mama yule unayemjua wewe. Kwa hiyo nimekuja hapa mwanangu, lengo tukae, tuyazungumze, tumalize. Familia yangu iwe pamoja na mimi nijisikie amani kama wazazi wengine. Naomba unisamehe sana mwanangu. Yale yalikuwa maisha tu, changamoto za maisha. Lengo kuwalea nyinyi wanangu, ndio maana nimepitia changamoto zile kulingana na hali yangu ya umaskini. Unajua unanishangaza sana mwanamke. Hivi naomba nikuulize swali moja. Ina maana hao maskini wote wanaofanya maisha yao walikuwa wanaenda kujiuza au wanakuwa makahaba kama wewe? Hivi kwa mfano, ungekaa ungetulia, angekuja mwanamume kukuchumbia, alafu ndo ungenizaa mimi, ungepungukiwa na kitu gani? Mama, mimi naona nikuache, kila kitu nimeshamaliza. Asante mwanangu. Asante sana kwa msaada wako. Mungu akuzidishie moyo huo. Amen. Lakini mwanangu, kitendee kazi kile kitu nilichokwambia. Sawa mama. Hamna shida, nitakufanyia kazi. Mwanangu. Haya, mimi naenda. Msalimie sana mama. Haya, sawa. Bi mkubwa, unajua mimi sielewi. Maisha ambayo tunaishi hapa ni magumu sana. Na alafu ukiangalia wewe miguu yako wewe inasumbua. Yaani unatakiwa umpate mtu ambaye anaweza kukusaidia. Hizi kazi hapa za nyumbani nini au sio bwana? Na katika kumbukumbu zangu kama sikosei, wewe uliniambia kwamba mimi nina dada yangu. Yaani tangia uniambie sijai kumuona hata siku moja kuja mtaani. Sasa kwa nini usingemleta au sio bwana? Kwanza nimfahamu dada yangu. Alafu pia kingine awe anakusaidia kazi za nyumbani hapa. Na pia vile vile uliniambia kwamba yupo vizuri. Yaani maisha yake kidogo yapo fresh. Hebu nielekeze Bi mkubwa, sister yangu mimi yuko wapi? Yaani kuhusu huyo mtu au huyo ndugu yako, mimi naona uachane naye tu. Yaani fanya kama umezaliwa peke yako. Nawezaje kuachana naye? Si damu yako? Mimi ni ndugu yangu, yaani nina haki ya kumfahamu mimi ndugu yangu. Alafu sisi tushakuwa wakubwa sasa hivi Bi mkubwa, au sio bwana? Naweza tukatembea huko mabarabarani tukakutana nao, wakatuletea dharau tukawapiga maogovi makubwa. Umeona balo lote linaweza likatokea yani. Mwanangu, mimi sina cha kuongeza. Kama nilivyokuambia, huyu mtu achana naye. Yaani hisi kama wewe uko peke yako. Mimi si ndio nimewazaa? Kwa mimi ninachokuomba fanya kama uko mwenyewe. Sisi tunapata watoto wengine hao wanakuja wanamsaidia. Kuna shida gani? Kwani Bi mkubwa, kwa nini unanificha? Eti kwa nini usiniambie ukweli? Yaani kama nyinyi mna maugomvi yenu au sio bwana na sister, ni maugomvi yenu nyinyi. Sio mimi. Yaani mimi nina haki ya kumfahamu kwamba huyu ni nani? Sister yangu. Nisikilize mama. Fanya unapojua kufanya. Mimi sister yangu nimfahamu.
Nalo. Halo, mambo? Poa, za kwako? Mi mzima, sijui wewe ndugu wangu. Mi niko poa tu. Sijui na familia yako. Si hatujambo, tunamshukuru Mungu. Ipe mpya. Mpya ninayo. Yaani dada, mimi na watoto wako watanishinda. Yaani ukisema utawashinda watoto unamaanisha nini? Yaani sikiza nikwambie dada yangu. Hawa watoto sio wa kunisikiliza na wala sio wa kutulia hapa nyumbani. Hapa mtaani kuna kijana wewe muuza bangi. Ndio amemfanya kama kakaao. Yaani kama ndugu yao. Asubuhi wakiamka tu hawajui kufanya chochote hapa nyumbani. Wanaenda kumfuata yeye. Na nikiwaambia wanakuambia nyinyi ni watoto wa kiume. Hawezi kutulia nyumbani. Yaani dada yangu hapana. Shoga yangu, ukisema umeshindwa wewe, mimi nitawezaje? Mimi mwenyewe unajua mitikasi yangu ya hapa nyumbani. Ingia toka, chumba kimoja na sebule. Haya, wanakuja kulala wapi? Wewe watoto ni wa kwako. Fanya juu chini, yaani uwakanye unavyoweza. Lakini dada, hawa wameshakuwa watu wazima. Wewe unataka mimi wachape? Wapige kama ikiwezekana. Kwa nini wanakushinda nini hapa? Na unajua kabisa shoga yangu, hiyo mitikasi yangu mimi, ingia toka. Haya, tunaishi vipi? Sawa dada, mimi nimekuelewa. Lakini kama nikishindwa dada, mimi naona bora yarudi tu. Na hapana. Yaani usije kurudia tena hiyo kauli. Yaani sasa ndo nakukabidhi leo watoto. Hawa watoto ni wa kwako. Kanya vile ambavyo wewe unaweza. Sawa, nimekuelewa. Mambo mengine vipi lakini? Safi, hapa kuna libaba hilo nalisubiria hapa, nataka kunigea kula, ndo nalingojea sasa mpaka saa hizi alijatuma. Wewe tena kwa mashefa. Utafanya ndo maisha yangu. Dadangu, basi poa, mimi nipo. Haya, poa. Jamani, nani ambaye anagonga geti langu hivyo kwa nguvu? Unataka kunivunjia hilo geti au? Yaani mimi sipendi mtu anigongee geti langu hivyo. Nini sasa? Nataka mnibomoe geti langu au? Yaani sipendi kabisa hii tabia. Yaani mtu unakuja tu kwenye nyumba ya watu unaanza kugonga geti, ndio nini? Nashinda kwa staarabu. Ni nini sasa hivi? Kimekuleta nini hapa nyumbani kwangu? Mwanangu. We koma we. Hivi, unaweza kuwa na mtoto kama mimi? Au mimi naweza nikawa na mama kama wewe kaaba? Alafu, nilikwambia nini kuhusu kuja nyumbani kwangu? Au umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Nimekuja kuomba msamaha mwanangu. Yale yote yaliyopita mwanangu, si ndwele, tugange yajayo. Maisha ambayo unayajua wewe, mimi sasa hivi siko nayo tena. Mimi nimebadilika, sio mama yule unayemjua wewe. Kwa hiyo nimekuja hapa mwanangu, lengo tukae, tuyazungumze, tumalize. Familia yangu iwe pamoja na mimi nijisikie amani kama wazazi wengine. Naomba unisamehe sana mwanangu. Yale yalikuwa maisha tu, changamoto za maisha. Lengo kuwalea nyinyi wanangu, ndio maana nimepitia changamoto zile kulingana na hali yangu ya umaskini. Unajua unanishangaza sana wewe mwanamke. Hivi naomba nikuulize swali moja. Ina maana hao maskini wote wanaofanya maisha yao walikuwa wanaenda kujiuza au wanakuwa makahaba kama wewe? Hivi kwa mfano, ungekaa ungetulia, angekuja mwanamume kukuchumbia, alafu ndo ungenizaa mimi, ungepungukiwa na kitu gani? Au tuseme umaa ni hulka yako wewe, si ndio? Umezoea yani. Mwanangu, naomba yaishe tuyamalize. Sasa nisikilize wewe mwanamke, sawa? Naomba iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa nyumbani kwangu. Naomba mwanangu, niache.
Unatafuta nini? Unatafuta nini wewe? Wewe, nisikilize. Bi mkubwa niache. Niache bi mkubwa. Wewe. Unampea ndani. Muache wanangu, muache wanangu nakuomba. Bi mkubwa niache. Nakuomba. Niache bi mkubwa. Wewe huyu zalao anataka arushe bi mkubwa kwa nini akuletea na arushe? Sawa bi mkubwa. Tena mkome kabisa kuja hapa kuleta vurugu katika nyumba yangu. Washenzi wakubwa nyinyi. Yaani nyumbani kwangu kumeweka kunifanya kichwani. Koma wewe, koma. Tena marufuku tena ukanyaga hapa na wewe mama yako. Washenzi ni nyinyi. No. Yaani uwezekani kwamba mimi unamgombelezea vipi yule? Yaani mimi ungeniacha kwa sababu yeye kashazoea alafu ananitaga sio mara moja sio mara mbili mimi ananiletea dharau alafu anakuja anakuletea yeye dharau. Sasa miausho hiyo. Mama. Ni mkubwa. Mama. Ni mkubwa. Wa Bimdashi. Ni mkubwa. Shida nini? Mama. Ni mkubwa. Wewe unajua umenishtua. Mbona umekuja kama mvua? Huniambii kama unakuja yale yale au kuna mengine? Kuna shida gani? Mbona kama umenyongea? Kuna lipi geni tena? Wewe acha tu shoga yangu. Yule kaaba sikaja leo nyumbani. Kaaba? Ndiyo kaaba. Lile linalojiita mamangu. Jipya gani tena limekuja? Hebu hata angekuwa na mpya. Si mimi nashangaa mtu anagonga geti. Natoka nje nalikuta lenyewe. Eti mwanangu nimekuja kuomba msamaha, naomba tuongee, tuyamalize. Unajua wewe ni mtoto wangu. Mimi ni mtoto wake. Kwanza ndugu yangu, nipenda sana kukutakia pole. Asante daktari. Licha yote nimefanya vipimo kwa hali yake. Mama anasumbuliwa na pressure. Na pressure yake mama ipo juu sana. Maana amempelekea mpaka mama kumuona kadondoka chini. Na kwa uchunguzi zaidi niliofanya, mama anasumbuliwa na sukari ya muda mrefu sana. Kutokana na hali ya mama, kuna vitu hatakiwi kuvifanya. Cha kwanza, kumpa taarifa za mshtuko. Cha pili, kufanya kazi ngumu. Cha tatu, msiwe mtu wa kumlimbikiza mawazo. Na ukifuatisha hivi vitu, mama atakuwa sawa na wewe utaendelea na kazi zako zingine, atakuwa yuko safi kabisa. Pia kuna dawa bidi mama atumie. Utakuja nyumbani pale, kuna dawa bidi nikuandikie uende pharmacy ukachukue. Sawa dokta. Mimi nimekuelewa. Au sio bwana? Mimi nitaforce bila kuchelewa, nitakuja mtani kwako pale. Basi haina shida ndugu yangu. Utanielewa, fanya hivyo mama atakuwa sawa. Haina neno. Sawa. Shukrani sana. Poa poa. Yaani nachoka. Yaani wewe mtu mzima na mtafakari anakuja kukomba msamaha wewe. Shoga yangu kweli una minuksi. Tena una gundu. Wewe usifanye mchezo koge maji ya bahari. Ugali wako unaharibu. Shauri yako.
Kwani shoga yangu nafikiri nilimbakisha sasa? Nimemchamba, nimempa vipande vyake, yaani sijambakiza hata kidogo. Kwanza nakuzoea. Na atanizoea kweli, nikimwacha yule nitakuja kukuta amenipanda kichwani. Kwa sababu pale hivi ashumu kwa mume wangu angetokea pale ingekuwaje? Si mimi nishaharibu kila kitu. 9-10. Si unakumbuka nilikwambia kuna mkaka muuni pale mtaani kwetu? Yule kaka muuni. Wakati shoga yangu namtimua yule mama, yeye katokea akaja kumsaidia. Cha ajabu zaidi sasa, anamuita mama. Sasa mimi nawaza, hivi kwa mfano ningelikubali yule mama na yule ina maana ingekuwa kakangu. Nachoka mimi. Yeye familia shoga yangu ina mikosi. Sasa, kwa mtoto mwizi, mama kaaba na mimi ningeitwaje? Ungeitwa nawe pia kaaba. Hapana kwa kweli, hapana. Mungu aniepushe na hili kwanza. Yaani kifupi mngeitwa Makahaba Group. Pole shoga yangu, pole. Tunafanyaje? Hapa shoga yangu mimi nachokiona hapa sasa hivi kwa sababu hapa akili yangu haiko sawa kabisa yani. Kwa hiyo kama inawezekana hapa twende hata sehemu tukakae tunywe, yani tunywe. Au kama kishindikana tununue vinywaji vitu shoga yangu tuje tukae hapa tunywe, yani mimi tu yangu tu isuzike yani. Hapo umemaliza. Mimi mambo ndo ninayapenda mwenyewe unanifahamu. Hilo limeisha usijali. Kwa vipimo ulivyofanyiwa inaonekana pressure yako ipo juu sana. Imepanda. Na pia daktari amesema wewe una sukari ya muda mrefu. Nayo pia imepanda. Na pia ameniambia niende kwake pale kuna dawa niandikie, nikakuchukulie pharmacy nikuletee. Lakini bi mkubwa, yule demu miayusho sana. So mara moja, so mara mbili anakuja maskani kwangu ananiletea miayusho sana. Kaniletea sana dharau. Unaona bwana. Sasa leo ujue nilikuwa natamani ungeniacha hata dakika 2 tu. Ni mhukumu yule. Ningemtia makofi yule. Yaani leo ndo angeniona mimi miayusho bi mkubwa, lakini bi mkubwa yani wewe ulivyo yani Kwani wewe ni nani? Alafu bi mkubwa kule umeenda kufanya nini? Mwanangu, nadhani tulitaka tushindwe kuelewana mimi na wewe kwa jambo moja tu. Na mimi nilikaa nikawaza, nikaona ni haki yako uzungumze yale yote. Nikaona bora nitoke niende nikazungumze naye. Yaani unataka kumaanisha nini bi mkubwa? Yule nilikuwa naongea naye pale, ile ndo dada yako ambaye unamhitaji kila siku. Bi mkubwa, yule ni dadangu mimi yule? Yaani inawezekana vipi yani? Alafu kama yule dadangu yeye ni mwanao au sio bwana? Kwa nini mmefika kote kule hadi mnasukumana pale magetini? Yaani kulikuwa na maongezi gani hadi mnafikia kule kudhalilishana? Dada yako bado ana historia ya maisha yangu ya nyuma. Mazingira niliyowalelea nyinyi mpaka mmekuwa au mpaka yeye amekuwa yalikuwa sio mazuri kijamii. Kwa hiyo mpaka anapata akili ananikuta mimi bado nipo katika maisha yale. Ndipo alipoamua kunikana kuwa mimi sio mama yake tena. Lakini niliamini yatakuwa ya muda tu. Mwisho wa siku yataisha. Lakini naona bado amesimama kwenye msimamo wake ule ule. Kila ninapokutana naye, kila ninapojaribu kumsihi, dadako anielewi na hanitaki tu.
Sasa hata sijui nisemeje au nifanye nini. Nimejaribu kumuomba mara kumuomba. Nimemwambia sasa hivi mimi sio mama yule unayemjua wewe. Mimi sasa hivi nina maisha mengine. Nataka nikusanye kizazi changu. Mniangalie, mnisaidie tuangalie maisha, lakini hataki. Nafanyaje? Na ndio maana nilikwambia achana naye. Amini kama nimekuzaa peke yako mwanangu, lakini ukunielewa. Yote nilikuwa sitaki madhaliliko yale. Sawa mkubwa, mimi nakuelewa. Mimi nashukuru mwanangu kama umenielewa. Nashukuru sana. We vipi we dada? Mbona pesa na unifuatilia? Na umepajoja vipi nyumbani kwetu? Mimi kama nilivyokuambia, mimi ni mzima. Nina uwezo wa kufika popote pale ninapopahitaji mimi kufika. Na vipi kuhusu ile swala langu? Bado na msimamo wako ule ule? Hebu nisikilize. Mimi nimekwambia siwezi kufanya hiyo kazi yako. Hebu kwa muelewa basi. Siwezi kufanya hiyo kitu, sitaki. Obama, yule jamaa sio mimi tu ambaye ni adui yangu. Hata wewe pia ni adui yako. Unataka kumaanisha nini? Ile siku ambayo uliona hili tukio, yule jamaa alikuona. Na usichokijua, anakutafuta. Kinachomchanganya mpaka sasa hivi hajafanya chochote kwako. Ninyi mko wawili. Kwa hiyo anashindwa kuelewa ni nani aliyeona hilo tukio. Na siku akija kugundua kuwa ni wewe uliyeona, atakuua.